wakati mwingine tena mtazamaji wa Sky TV popote pale ambapo upo, kwanza ni kusalimu hali gani na asante kwa kuendelea kututazama vyema zaidi. Kwa wewe ambao unatazama kupitia dish la Azam, basi unatupata kwenye other channel 22, na wewe ambao unatazama kupitia Star Times, basi unatupata kupitia antena, basi unapata kupitia channel 111. Jicho letu ndio hili, ni kukaribisha sana katika jicho letu, wakati mwingine ambao tunakuwa tuna mengi ya kuzungumza, lakini yote haya yanakuhusu wewe, na elimu hii pia nia na madhumuni ni kuendelea kuweza kupatia elimu na kuweza kufahamu yale mambo tofauti ambayo yanajitokeza katika jamii, na jicho linajaribu kuangalia zile sehemu ambazo kiukweli kwamba kuna matatizo makubwa kwa kiasi kikubwa zaidi. Leo jicho lipo kwenye ndoa. Usishtuke sana, tupo kwenye ndoa leo, na kwenye ndoa huku tunakuja kufanya nini? Kubwa zaidi, kwanza tunataka kufahamu sheria ya ndoa kabla tujaenda kwenye ndoa yenyewe. Sawa bana, tujue sheria ya ndoa ikoje, inaeleza vipi, na je, wengi wanaifahamu? Inawezekana wewe ni mwanandoa hapo. Je, unajua sheria ya ndoa ikoje, inazungumza vipi? Au ndio paka mambo yaharibike ndio tunaanza kutafutana mahakamani na kuweza kuona kwamba mambo ni magumu? Sasa jicho limeona kwamba ni vyema nikuletee moja kati ya maafisa sheria kutoka Taula, anaitwa si mwingine Sara Mazege, ambaye leo niko naye hapa, na Sara Mazege atazungumza mengi kadri atakavyojaliwa katika pande mzima wa sheria ya ndoa. Sara, karibu sana. Asante, nashukuru sana. Mambo vipi? Poa. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Wanasheria mnasalimiana? Sisi kuandishi tunasalimiana tu vyovyote vile. Vyovyote na sisi tunasalimiana hivyo hivyo. Hakuna zile salamu Amna. Sawa. Karibu sana katika sana jicho letu. Sara, tukizungumzia sheria ya ndoa, hivi tu nilivyotaja sheria ya ndoa, naamini 80% ya watu wote wamemwangalia mwanamke kwanza, si ndio? Sijui ni kwa nini, utatusaidia kadri unavyofahamu wewe, lakini pia tunataka kufahamu kwamba hii sheria ni nini. Yaani tukianza kusema sheria ya ndoa, mtazamaji anataka kufahamu ni kitu gani, kwa sababu yupo mtu kwenye ndoa sasa hivi lakini hajui sheria ya ndoa na hataki kuifuatilia. Lakini baadaye mambo yakiwa magumu katika hao watu wawili, tukienda huku mahakamani sasa tunakutana na tunaanza kufungua mafaili. Sheria ya ndoa ni nini? Sawa. Sheria ya ndoa ni kama zilivyo sheria nyingine, kama ilivyo katiba ya nchi, kama ilivyo sheria ya watoto, kama ilivyo sheria ya sheria mbalimbali. Sheria ya ndoa ni sheria ambayo imetungwa kwa ajili ya kusimamia ndoa, taasisi ya ndoa. Unajua ndoa ni taasisi. Kuna, kwa sababu ndoa ina utaratibu wake, kuna namna ndoa inafungwa. Kwa hiyo sheria ya ndoa ni sheria ambayo ilitungwa kwa ajili ya kuratibu hii ndoa, huu muungano kati ya watu wawili, sababu yale ni makubaliano. Na makubaliano yote lazima yasimamiwe na sheria fulani. Ndio maana kuna sheria ya mikataba. Kwa hiyo sheria ya ndoa ilitungwa mwaka 1971, lakini imefanywa marejeo na bado inaendelea kufanywa marejeo kwa sababu jamii yetu inabadilika kila inavyoitwa leo. Kwa hiyo sheria ya ndoa ilitungwa specifically kwa ajili ya kusimamia ndoa, yani kila kitu kinachohusiana na ndoa. Sawa. Kama ulivyosema kwamba nia ni kusimamia kila kitu kuhusu ndoa, kwa hiyo maana yake hiyo ndio dhumuni kubwa la hiyo kitu. Sawa. Nataka kufahamu mabadiliko yameweza kufanyika mara kwa mara na yanaendelea kufanyika mara kwa mara. Sababu kubwa ya kufanyika kwa mabadiliko haya ni nini? Lakini kama haitoshi pia nataka kufahamu yale mabadiliko yanayofanyika jamii, kwa sababu nyinyi ndio wanasheria mnakutana na haya mambo huko. Ndio. Jamii inapata afueni kidogo, sema afadhali kidogo kwa mabadiliko haya, kuna unafuu. Au hata jamii haifahamu, hata wahusika hawafahamu. Yaani nini kinachoendelea huko? Tunataka tupe picha halisi. Sawa. Mabadiliko yanayofanyika, kwanza mabadiliko hufanyika kwa sababu kila tunapoenda kunaonekana kuna gap. Kwa hiyo pale panapoonekana pana gap, lazima kwa sababu wako wasimamizi wa sheria wanaoona kwamba hapa hiki kinachofanyika hapa si sahihi. Kwa hiyo mapendekezo yanatolewa kwamba hapa tubadilishe. Hiki kilichoandikwa hapa
mbona kama hakiendani na uhalisia. Mabadiliko yamefanyika, labda jamii imebadilika, sasa hivi uhalisia sio hivi. Sasa mabadiliko yafanyike ili tuendane na mfumo wa maisha. Kwa hiyo sasa mabadiliko yanayofanyika yanasaidia kwa kweli. Kuna namna watu wanavuka. Yani tulikuwa hapa, sasa hivi tunabadilika, tunaenda huku. Na kimsingi mabadiliko hayataacha kufanyika. Yanahitajika leo na kesho na kesho kutwa. Kwa sababu pia huku kwenye ndoa kuna mambo mengi. Na ubaya wa jamii zetu ni kwamba watu wengi huwa hawana utaratibu wa kutaka kuijua sheria. Wao wanaamini kwamba mwanasheria peke yake ndo anatakiwa kuijua sheria, kwa sababu yeye ndo anayeisoma kila siku, anasaidia jamii na nini. Kwa hiyo sasa ubaya na kwenye sheria, sijui sasa niseme ni ubaya, sijui ni uzuri. Sheria inasema kutokujua sheria sio kigezo cha kufanya kosa. Yani ignorance of the law is not an excuse. Kwa hiyo huwezi kufanya kosa au huwezi ukafanya jambo fulani ambalo ni kinyume na sheria kwa sababu nilikuwa sijui. Sio kwamba utasamehewa. Sio kwamba utasamehewa kwa sababu ulikuwa hujui. Kwa sababu hizi sheria zipo kwenye mitandao. Hata sasa hivi ukiingia kwenye simu ukaandika sheria ya ndoa, inakuletea sheria nzima. Unaweza kuifungua ukaisoma na ukaelewa. Pale ambapo huielewi sasa unaweza kutafuta msaada kwamba hapa mbona hiki kifungu mimi sikielewi. Nyinyi ambao mnaielewa, mnisaidie. Tunagusia kuhusu sheria ya ndoa. Leo ndo tuko na Sala Mazege, yeye ni afisa sheria kutoka TAWA, na tunazungumzia mengi katika eneo hili. Nia na madhumuni ni kutoa elimu katika jicho letu. Popote pale ambapo unatazama, asante, na nikufahamisha kabisa kwamba una nafasi ya kukaribia na kuisikiliza vizuri na kwa umakini sana kuhusu namna ambavyo sheria hii inafanya kazi. Sheria ya ndoa, kisha sema sheria ya ndoa inawahusu watu ambao wanaenda kuoana au ambao tayari wako katika ndoa. Kwa manake kwamba kwa vyovyote najaribu kuipeleka kadri ninavyofikiria kwamba wazazi na walezi pia nao watakuwa wanahusika. Ndio. Si ndio? Kwa sababu inawezekana wazazi wana kijana wao, wana binti wao, anataka kuoa au anataka kuolewa, kwa ni nao wanahusika kwa namna moja ama nyingine. Sheria inampa nafasi gani mzazi au mlezi katika kusaidia matatizo haya ya ndoa, au sheria haitoi nafasi hiyo? Hiyo ni ya kwanza. Lakini la pili, katika ndoa tunajua paka kuenda kuunganika kila kitu, kuna watu hapa tunaita wadau wa ndoa, wakiwemo mshenga na wengine wako hao wanaangaliwa na hii sheria, au haya mambo hayahusu? Kwa sababu mara nyingi kwa ndoa kuna shida kidogo, ambia unaona na mshenga wenu nimezungumza haya mambo, umeona, msimluke, vitu vya namna hiyo. Sheria inamtambua au tunamtambua kiuhalisia? Sawa. Kwanza kabisa naomba nitoe maana ya ndoa kama sheria inavyosema. Sheria inatoa maana ya ndoa kama muunganiko wa hiari wa watu wawili ambaye ni mwanamke na mwanamume. Na muunganiko huu unakusudiwa kuwa ni wa kudumu. Usipokuwa wa kudumu, kama kuna sababu hapo tutaangalia huko mbele. Lakini sheria inatambua kwamba ni muunganiko wa watu wawili, mke na mume. Na kuna vigezo vya mtu kuingia kwenye ndoa. Kwanza lazima umefikisha umri wa mtu mzima ambao ni miaka 18, lakini pia lazima muunganiko uwe wa hiari. Mtu asilazimishwe. Sasa tukiongelea kwa wazazi, nafasi ya mzazi hana nafasi kubwa sana kwenye sheria hii kama mtu ameshafikisha ule umri wa kuwa na vigezo vya kuingia kwenye ndoa, na kama amehiari mwenyewe kuingia kwenye hiyo ndoa. Kwa hiyo mzazi yeye nafasi yake inakuwa tu nikubariki kwamba sawa, tumekupa baraka kama mzazi. Kwa hiyo mzazi nafasi yake kwenye hii sheria inaingia pale ambapo kama ni binti yuko chini ya miaka 18. Sheria imetoa idhini ya mzazi kuidhinisha aidha ni binti kuolewa akiwa na miaka 15. Kitu ambacho kinaendelea kutolewa mapendekezo kwamba kifanyiwe mabadiliko, kwa sababu kinaleta ukinzani kidogo na sheria ya elimu, kwa sababu tunasema kwamba huyu mtoto wa miaka 15 tunaamini kwamba bado ni mwanafunzi. Kwa hiyo kwa upande wa mzazi sheria kumpa nafasi inakuwa ni
kwenye upande huo, labda kama mtoto yuko chini ya miaka 15 ndo anaweza katoa idhini ya mtoto huyu kuolewa ama kuoa, na kuna sababu zake ambazo zimeidhinishwa na sheria. Lakini tofauti na hapo, mzazi nafasi yake ni ndogo sana. Lakini pia kwenye ishu ya washenga, ishu ya ndugu, kwanza sheria inasema lazima kuwe kuna mashuhuda at least wawili. Ndio maana kwenye kufunga ndoa zote mbili haijalishi yoyote. Inawezekana labda kwa mfano, labda inawezekana mimi nataka kuoa, ndugu zangu hawajaja, lakini kuna jirani kaja, hamna shida. At least wako wawili. Ndio maana mara nyingi tunaona hata kwenye ndoa za Kikristo kuna yule msimamizi wa kiume na msimamizi wa kike. Kwa nini wanachukuliwa ambao ni wanandoa sasa huko ni kwenye mambo ya dini, lakini sheria inasema kwamba lazima kuwe kuna mashuhuda wawili. Au wengine ambao wanakuja ni ziada tu. Sasa sheria haijatamka kwamba hawa wawili, mke na mume, wakiingia labda kwenye matatizo washirikishe wasimamizi wao wa ndoa. Hiyo inakuwa sana sana ni kwenye upande wa dini. Yenyewe sheria ina utaratibu wake kwamba ikitokea mmepitia kwenye mafarakano, utaratibu ni huu. Haitamki mshenga, haitamki ndugu, haitamki baba, haitamki mama. Iko hivyo. Sawa. Kwenye matatizo ya namna hii kuna kitu kinaitwa dawati la jinsia. Kule ndo kutana kesi nyingi za namna hii. Wale ambao katika dawati la jinsia wana uelewa mpana wa kutosha kuhusu sheria ya ndoa na hali hivyo. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kumekuwa na malalamiko mengi kwa wadau tofauti kwamba wakifika pale labda wakieleza matatizo yao, kuta mtu anayemweleza anacheka. Unaona unajua kisha kucheka maana kakudhi yake. Mwingine labda mwanaume amefanywa ukatili, amefika pale amejieleza, anambia na wewe, yani mwanaume mzima na wewe unafanywa hivyo, hata wewe mwanaume, hata wewe. Umeona Ndio. Sasa haya yote naenda kuweka katika mazingira kwamba hivi hao wanajua hiki kitu kinachoendelea vizuri. Hali ikoje? Kwa sababu huko ndo matatizo make mengi yanaanzia huko, ikitoka huko ndo yanaenda kule mahakamani. Hilo ni la kwanza. Lakini la pili, ndoa tunasemaje kwamba huyu na huyu wako katika ndoa? Tunaanza kuhesabia wapi kwamba baada ya kama dhabauni na kuapa au kwa sababu nimekaa na mwenzangu miezi mitatu, huyo tayari kashakuwa mke wangu, yeye kashakuwa, mimi nishakuwa mume wake. Hali iko vipi hapo? Sawa. Kuhusu dawati la jinsia, elimu wanayo. Lakini unajua kila mahali lazima kuwa kuna changamoto. Ndio. Changamoto iliyopo ni kujisahau. Naona kama ni kujisahau, kwa sababu popote pale unapokuwa upo kwenye kutoa huduma, kuna ile miongozo ya kumpa mtu huduma. Especially kwa sisi ambao unakuja unasikiliza matatizo ya mtu, kama labda ni matatizo ya ndoa, kuna namna ya kumhudumia mteja. Kwa hiyo nahisi ile ni changamoto tu ambayo inatokea katika taasisi, lakini elimu ipo, elimu wanayo, wanajua namna ya kuhudumia wateja. Kwa hiyo ni changamoto kwa upande wao ambayo inatakiwa kushughulikiwa kwa upande huo. Na kuhusu swala pili kwa kusema tunajua, yani kile ninachosema kwamba hii ni ndoa. Ndoa. Baada ya ndoa inaanzia wapi? Ndoa inaanzia wapi? Kisheria kuna kitu kinaitwa dhana ya ndoa. Dhana ya ndoa. Dhana ya ndoa ni pale ambapo mwanamke na mwanamume hawajafunga ndoa, lakini wameishi pamoja kwa zaidi ya miaka miwili. Inapofika miaka miwili na kuendelea, tunasema wale wanaishi chini ya dhana ya ndoa. Wameishi kwenye nyumba moja kwa miaka miwili. Yaani imefika miaka miwili na kuendelea. Wale tunawasema ni kisheria ni wanandoa chini ya dhana ya ndoa. Hapo kisheria ni wanandoa chini ya dhana ya ndoa. Sawa. Ndio. Katika miaka miwili mmoja ametangulia mbele za haki au tumetofautiana kwenye kugawana, huko tunahusika katika mgawano au ukoje? Sawa. Tuende taratibu, mambo magumu. Kama haijafika miaka miwili, ile sio ndoa. Na kama sio ndoa, sio dhana ya ndoa. Wala si ndoa. Sio ndoa.
kama haijafika miaka miwili. Na kama waliishi pamoja labda wakajenga pamoja, sasa yale yalikuwa ni makubaliano kati yao wawili kwamba tunajenga nyumba hii. Sasa ile huwezi kwenda kuidai chini ya dhana ya ndoa, chini ya sheria ya ndoa. Unaweza kwenda kuidai kwa namna nyingine, lakini sio kwenye utaratibu wa kwamba kulikuwa kuna ndoa. Ina haki yake. Anaweza kwenda mtu anaweza kwenda kudai kwa namna ya tofauti. Kesi ya madai labda kwamba nimeishi na mwenzangu sasa hatakuwa na ndoa, lakini nilijenga kuna utaratibu wake ambaye mtu anaweza akafuata. Lakini ikishafika miaka miwili ina maana kulikuwa kuna dhana ya ndoa, na kama walipata mali za pamoja, walijenga nyumba, wakanunua viwanja, wakanunua magari, ile mali ina maana imepatikana chini ya dhana ya ndoa. Kwenye mgawanyo kila mtu anapewa mgawanyo wake kutokana na mchango wake kwenye upatikanaji wa mali hiyo ambayo ilipatikana. Hiyo ni katika dhana ya ndoa. Lakini pia katika ndoa pia. Katika ndoa pia watu wanapotengana au watu wanapoamua kuachana, pia kuna mgawanyo wa mali. Na mali zinazogawanywa pale ni mali ambazo zimepatikana wakati wa uhai wa ndoa, mali za pamoja. Inawezekana baba alikuwa amejenga nyumba yake kabla ya kabla ya kufunga ndoa. Alijenga nyumba yake, alinunua gari ambayo labda nyumba iliisha, gari mama akakuta viko tayari, lakini walipokutana pamoja wakapata tena nyumba nyingine na magari mengine. Vile vilivyopatikana ndani ya ndoa ndio tunasema mali za pamoja zilizopatikana wakati wa ndoa. Lakini hizi nyingine ambazo walimkuta nazo, hizi si mali za ndoa. Otherwise kama wenyewe walikubaliana kwamba sasa hii kwa sababu ni ya kwako na mimi nimekuja tumekuwa pamoja, basi tukiachana tutagawana. Kama walikubaliana hivyo ni sawa. Na makubaliano namna hiyo yanatakiwa yawe ya mdomo tu au ya maandishi? Makubaliano yanaweza kawa ya mdomo au ya maandishi. Kwa sababu kumbuka dakika ya mwisho wale wa pembeni wale ambao tunawapelekea ile kesi. Sawa? Hawakuwepo. Umeelewa? Tulikuwepo sisi. Huyu ni mbishi, huyu anakubali, huyu anataka hivi. Na mara nyingi wanasema katika hivi vitu, sijui utanisaidia, jamii inavyosema kwamba ukienda huko bwana mwanamke ndo anasikilizwa sana. Sio mwanaume anasikilizwa sana. Sawa? Twende katika hiyo dhana. Umefika huko, wewe ndio umeongea ukweli, lakini huyu kwa sababu ni mwanamke anasema sasa inabidi tumpatie huyu vitu vingi. Hii hali ikoje? Kuna vitu vinachanganya na huyu mtazamaji anatuangalia na yanamgusa. Ni kweli. Sawa, sasa katika makubaliano yanaweza kawa ya mdomo au ya maandishi. Sasa kitu ambacho kinasumbua sana jamii ni kwamba kwa mfano tulikubaliana mimi na wewe tukiwa wawili. Alafu tumeingia kwenye mfarakano. Tunapoenda kujaribu kutatua matatizo tunasema tulikubaliana kwamba itakuwa hivi. Lakini imekuja kuwa tofauti. Mimi nakuruka. Unaniruka. Sasa hakukuwa hata na mtu aliyeshuhudia hayo makubaliano. Mimi na wewe tumekubaliana. Tunaenda kumwambia mtu wa tatu kwamba tulikubaliana. Huyo mtu wa tatu anaaminije kwamba kweli tulikubaliana? Na wewe unakataa? Umeona? Kwa hiyo makubaliano yoyote, kwanza sifa ya makubaliano kuna shahidi. Ndio maana tukifanya makubaliano ya maandishi inakuwa ni rahisi mwisho wa siku kusema kwamba tuliandikishana maandishi haya hapa. Kama tulifanya kwa mdomo, labda tulifanya mbele ya kaka, mbele ya fulani, mbele ya nani, inakuwa rahisi kumuita yule mtu kwamba kweli hao watu walifanyaje? Walikubaliana na mimi nilikuwepo. Akaja akasema mimi sikusikia. Sasa huo ni mtihani. Huo nao ni mtihani. Kwa kwenye issue ya makubaliano, hata tunapoenda mahakamani, mahakamani kama ni kwenda kutoa ushahidi, tunatoa ushahidi ambao tunaweza kuuthibitisha, sio tunaojua. Kwa sababu mimi nikija na ushahidi naojua, mimi naujua, wewe hujui. Lakini ambao nikiweza kuthibitisha inakuwa ni rahisi kwa sababu inakupa wewe mwanya wa kupata ile haki yako ambayo ulitegemea kuiweka wakati mnaingia kwenye makubaliano. Ni jicho letu kutoka Sky TV ndio hili. Kila siku watu wanaoana na kila siku watu wanaachana. Huu ni utaratibu wa maisha. Hakuna leo upanga, ndio jinsi iko hivyo. Kizazi cha Gen Z wanajua hii sheria, wanaifuatilia hii sheria. Kwa sababu huko ndo kumekuwa na kelele nyingi. Wao mwanasheria bwana, usitufiche. Ndio wao kelele nyingi ziko huko yani. Kwa sababu kuna umri fulani unasikia
Sasa ndio amefunga ndoa madhabahuni miezi 6 mwaka tu, watu wakuja kila mmoja anataka cha kwake. Nataka talaka na sababu nyingi tofauti tofauti. Hii sheria wao wanaijua, wanaifuatilia, na mwanzoni nakumbuka kabla tujaingia kwenye kipindi usema kabisa kwamba kila kitu kipo katika mtandao. Katika mtandao. Ni nguvu yako tu kusoma. Nataka kufahamu uvivu ukoje na unasababishwa na nini, kutaka kufahamu hii sheria ya ndoa, lakini pia hawa ninaozungumzia wanauelewa wa kutosha katika hili? Jamii kwa ujumla, kusema ukweli, uelewa ni mdogo. Na uelewa ni mdogo kwa sababu watu hatuna utaratibu wa kufuatilia vitu. Na si sheria ya ndoa tu, sheria zote za nchi, hata katiba sasa hivi tukisema tunaingia kwenye mtandao, ukiandika katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inakuja. Ukiandika sheria ya ndoa inakuja. Vitu vinashuka. Yaani unaweza kufungua mwenyewe, kusoma, ukaelewa. Uvivu. Kikubwa ni uvivu. Watu kuto kufanyaje, kufuatilia na kujua vitu. Lakini sasa shida inakuja pale ambapo mtu umepata shida, alafu unahitaji msaada, ndio unakuja kusema hivi kumbe hiki kitu kipo. Unaanza sasa kutafuta msaada. Na wakati mwingine tunafika mahali mtu anatafuta msaada, wakati mwingine ameshachelewa. Na wengine wanaanza kabisa kwenye process zile za mahakama vizuri, akifika huko mbele anasema mimi nilikuwa sijui. Ningeanzia wapi? Au kwa mfano kama hivi labda sheria imetamka kabisa utaratibu kwamba kwa mfano mmeingia kwenye mafarakano, mnataka kuachana, mwanzie wapi? Mfanye nini? Unakuta watu wameingia kwenye mafarakano, labda wanataka kuachana, ameenda kwenye mfumo mwingine huko anasema tulishaachana na tukagawana na mali. Kisheria hiyo sio talaka. Yaani ile ndoa bado haijafa. Na ndo nimekumbuka kitu kingine kwenye issue ya dhana ya ndoa. Dhana ya ndoa inaingia pale ambapo mimi sijaolewa na ninayeishi naye hajaoa. Hana ndoa na mimi sina ndoa. Sheria inasema. Sasa kwenye hii dhana ya ndoa, mnapokuja kutaka sasa kuachana, kama kweli kulikuwa hakuna ndoa, huyu hana ndoa na huyu hana ndoa, basi hapo tunasema kwamba kweli hii kulikuwa na dhana ya ndoa na mnaweza mkaachana. Lakini kwa mfano mwanamume alikuwa ameoa, ana mke, wamefarakana na mke wake, wakaamua kutengana, akatoka hapo kapata mwanamke mwingine, akasema sasa ngoja nianze kuishi naye. Au akamuoa kienyeji bila kufuata utaratibu. Kuna kuoa kienyeji bila kufuata utaratibu. Tafsiri yake ikoje kwa kienyeji? Kwa kienyeji. Yaani kwa kienyeji ni kule kufuata jinsi sheria ya ndoa inavyotaka. Kwa mfano sheria ya ndoa imetoa idhini kwa watu fulani kufungisha ndoa. Sasa na hicho ni kigezo mojawapo cha ndoa katika sheria, kwamba kuna watu ambao wamepewa mamlaka ya kufungisha ndoa. Kama ndoa hii imefungishwa na mtu ambaye hana mamlaka ya kufungisha ndoa, basi hapa hii ndoa inakuwa ni batili. Na tukisema ndoa batili, maana hakuna ndoa. Sasa mfano mwanamume Mkristo ameoa kanisani na mke vizuri, wamekaa, wamefika mahali wamefarakana, akaamua kuondoka. Labda wametengana. Mwanamke kabaki kivyake, mwanaume kabaki kivyake. Huyu mwanaume akaenda akapata mwanamke mwingine, akasema mimi nataka nikuoe. Lakini wameenda wamefunga ndoa, let's say, kwa mtu ambaye hana mamlaka ya kufungisha ndoa. Sio umeoa kienyeji hapo. Neno la sio official sana. Sawa. Umeoa pasipo kufuata utaratibu wa kisheria, usio rasmi. Katika swali hilo mwanaume ameoa lakini haijakaa vizuri huku na mkewe. Amepata mtu mwingine, wanataka wafunge ndoa. Na kila kitu kimekaa sawa huku. Napoenda katika kufunga ndoa, huku tunahitaji kwamba tuivunje hii ndoa, au tunahitaji kwamba bana mimi sitaki tena, yani sitaki tena, kila mtu apite mimi wa kwangu huyu, nataka bana kuna zuio lolote ambalo linaweza katoka sema ndio mliachana, sawa, kila mtu anaishi mwenyewe, ndio iwe hakuna makubaliano ya kuandikisha wala nini, lakini kila mtu anaishi mwenyewe. Mama wewe umeridhia kuishi mwenyewe, na huyu karidhia kuishi mwenyewe. Wewe unataka kuoa, anaruhusiwa au paka kwanza turudi huku? Kisheria lazima ndoa iliyoanza ivunjike kwanza.
ndoa hii ya kwanza isipovunjika akaenda akaoa mtu mwingine, hii ndoa ya pili inakuwa nayo ni batili, hakuna ndoa. Lakini anaweza akaoa lakini akafungishwa kwa furaha, yani anakuwa kama vile anajifurahisha anajifurahisha mwenyewe. Lakini kisheria kama ndoa ya kwanza haijafa na kufa kwa ndoa tunasema ni talaka ya mahakamani. Yani tumeshafika kwenye utaratibu wa kimahakama, talaka imetoka, mgawanyo wa mali, matunzo ya watoto, kila kitu kimeshatamkwa pale mahakamani. Akaamua kwenda kuoa, hiyo haina shida. Okay. Na ndio maana katika kigezo kimojawapo cha ndoa, yani ili ndoa iwe ndoa halali, ndoa ya kisheria, lazima kusiwe na pingamizi. Okay. Na ndio maana kuna ule utaratibu wa kutangaza ndoa wiki 3, majuma matatu kabla ya ndoa kufungwa. Kwa mfano makanisani wanasema natangaza ndoa ya fulani na fulani kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, kwa mara mwenye pingamizi la kisheria afike kwa maandishi. Kwa hiyo lazima, kama hakuna pingamizi, ndoa ikifungwa inakuwa iko salama. Lakini kama kuna pingamizi, ndo kwa mfano kama mtu labda alioa wakatengana, labda ametelekeza familia, anataka kuoa mtu mwingine, huyu mke anaweza kwenda, mke au mtu yoyote kwenye sheria anasema mke anaweza kwenda kuweka pingamizi kwamba anafungaje ndoa wakati huyu ameoa, mmoja kati yao kafa. Hiyo ndoa tunaiwekaje? Yani mume na mke walikuwa wamefunga ndoa, mmoja kati yao amefariki. Mmoja alibaki anataka kama kuna makubaliano na mwenzangu kashaondoka, yale makubaliano automatically yanakuwa na yenyewe ndio maana kwenye ndoa ya Kikristo tunasema mpaka kifo kitakapotutenganisha. Na maana huyu atakapofariki tayari ule mkataba hakuna sheria, hakuna huyu mtu anaweza kwenda kuoa au kuolewa na mtu mwingine. Bwana, mambo mazito tunaendelea utaratibu, lakini hatuwezi kuyamaliza, ila ndio maana nisema Sara Mazege atakuwa naye hapa kadri muda atakavyojaliwa kuyazungumza haya kwa undani wake. Kumbuka tunagusia kuhusu sheria ya ndoa na hii ni jicho letu. Mapumziko mafupi, tutakaporejea bwana, kwenye ndoa kuna misemo mingi. Tunataka kujua talaka ni nini? Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Sky TV. Iyula Malaika Sekondari iliyopo Kingolwilo Morogoro mjini ni shule ya bweni na kutwa ya wavulana na wasichana wa dini zote, kidato cha 1 hadi cha 6. Inawatangazia nafasi za masomo kidato cha 5 2025 kwa tahasusi za HGK, HKL na HGL. Sifa za mwombaji ni ufaulu wa kuanzia daraja C katika masomo 3 na kuendelea. Kuhamia kidato cha 1 na 3 mwaka 2025
kwa masomo ya science, sanaa na biashara. Usajili unafanyika kila siku za kazi saa 2 kamili asubuhi shuleni Iyula Malaika Sekondari. Ada inalipwa kwa awamu 4 tu kwa mwaka. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Iyula Malaika Sekondari na kwa Dar es Salaam Msimbazi Center chumba namba 9. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0786 88 58 80, 0747 84 50 01 au 0716 30 18 83. Mlete mwanao Iyula Malaika kwa elimu bora na ya uhakika. Sky TV. Naam, tuko pamoja bado tukiendelea kuichambua kadri tunavyoweza sheria ya ndoa. Mambo ni mengi sana lakini hatuwezi kumaliza yote, ila tuweza kufanya kile ambacho tunaweza kufanya. Niko na Sara Mazege ambaye yeye ni afisa sheria kutoka Tawla na tunazungumzia zaidi. Nia na madhumuni ni kukumbushana kuhusu sheria ili kuhakikisha kabisa kwamba huko majumbani namna tunavyoishi basi tuishi katika utaratibu mzuri, na kama kuna shida utabu yoyote itaweza kutokea tuujue tunafuata utaratibu gani ili uweza kulitatua tatizo husika kwa wakati husika. Kabla kwenda katika taraka, kwenye sheria ya ndoa inatoa nafasi kuna kipengele chote ambacho kinasema kwamba ndoa hii itavunjika kama kuna kosa hili na kosa hili na kosa hili. Yaani kwa maanisha kama kwenye vitabu vya dini hususan kwenye Biblia nasema kwamba labda kuna kitu fulani umefanya mezini au nini, hicho ndo tutaenda nacho. Sheria inasema kwamba kama makosa haya, huyu mtu amefanya makosa haya, ndio hii ndoa inavunjwa, na kama hajafanya makosa haya nyirudini mkasameane mzungumze upya. Ndiyo, kwenye sheria vipo vipengele ambavyo vinasema kwamba ndoa hii itavunjika pale ambapo, yani ndoa kila ndoa itavunjika pale ambapo kuna sababu ambayo inaweza ikawa sababu inaweza ikawa tofauti ambazo zimeainishwa kwenye sheria. Sababu mojawapo inaweza ikawa kutengana. Watu wamefunga ndoa, ndio wamekaa labda miaka 3-4, alafu wakatengana, mwanaume akatelekeza familia au labda mwanamke akatelekeza familia. Ameondoka labda miaka 2, miaka 3, hawajaonana, hawaishi pamoja, yaani hawashirikiani kwenye chochote. Hapa ina maana mmoja wapo anaweza kwenda kuomba talaka mahakamani. Kuna kitu tumezungumza kuhusu kutelekeza. Ili neno kutelekeza, mwanaume ndo anabebeshwa sana mzigo kwamba huyu ametelekeza familia. Hivyo hata mwanamke anaweza katelekeza familia. Mtu yote anaweza katelekeza familia. Inaweza kuwa ni mwanamke au ni mwanamume. Ni vitu gani vinaonyesha wewe umetelekeza familia? Yaani wewe kupitia hiki umetelekeza familia. Umetelekeza ndoa. Sawa. Kwa mfano wanandoa wameishi let's say kwa miaka miwili. Baada ya hiyo miaka miwili mwanaume akaondoka. Mwanamke hajui yuko wapi. Au basi hata anajua yuko wapi lakini ndio hataki tena kurudi. Arudi yani hawaishi pamoja. Hatunzi watoto. Yani hakuna kinachoendelea kwenye hii ndoa. Ndoa ipo ndio, lakini huyu yupo huku, huyu yupo huku. Hawaishi pamoja. Yani hiyo ndio imekaa kama gofu. Imekaa kama gofu, kama pambo. Hapo tunasema ni yani ametelekeza ndoa au alitelekeza familia. Okay. Kwa hiyo mtu yote, mwanamke anaweza katelekeza ndoa au mwanaume anaweza katelekeza ndoa. Na hii inawezekana ni sababu ya mtu kwenda kuomba talaka mahakamani. Lakini pia sababu nyingine inawezekana ni ukatili au manyanyaso. Kama mtu anapitia ukatili kwenye ndoa, anaweza kwenda kuomba talaka. Kwa hiyo sababu zipo sababu nyingi, hizo ni chache tu katika zilizopo katika sheria. Wakati huyu anakuja kuomba talaka,
muhusika anayeombwa talaka anagoma, mimi sitoi talaka, bado nakupenda, na bado anamfanyia mambo ambayo yanasababisha kwamba talaka itolewe, sheria inasemaje? Huyu anasema bwana, wewe bwana, mimi nakupenda, mimi sikuachi wewe, mimi sikupendi, sawa, utashare upendo nilionao mimi, nitakupa nusu na mimi nitabakiwa nao nusu, tutaenda nao mpaka dakika ya mwisho. Sheria inasema nini? Sasa sheria inasema kwanza kwenye maana ya ndoa, sheria inasema ndoa ni muunganiko wa hiari kati ya mwanamume na mwanamke. Sasa hatuwezi kulazimisha watu wakaishi pamoja. Okay. Kwa hiyo ule ni muunganiko wa hiari. Kama mimi nataka kuvunja ndoa na kuna sababu ya msingi, ndio maana tunasema ndoa imevunjika pasipo kurekebishika. Ndio maana kuna wakati watu wanaweza kwenda kuomba talaka, lakini sababu ambazo wamezitoa ni sababu ambazo zinaonyesha kwamba hii ndoa inaweza kurekebishika. Mahakama ina mamlaka ya kuambia kwamba emrudini kwanza, mkakae kipindi fulani, mkishakaa baada ya hicho kipindi mkiona kwamba kweli sasa kufika hapa kweli sisi hatuwezi kwenda kuishi tena pamoja, basi mrudi kwa ajili ya kuja kuivunja hiyo ndoa. Kwa hiyo lazima hiyo ndoa iwe imevunjika pasipo kurekebishika. Kwa katika neno hilo maana kwamba sheria nao pamoja na kata kama msumeno, lakini pia sheria ina huruma. Kwa sababu kitendo cha kusema kwamba hebu bwana, katika hili swala hebu rudini bwana, rudini kwanza hiyo inakuwa ni hekima ya mahakama, yani busara ya mahakama. Sheria inasema kama watu wamefika mahali kuna sababu, basi kila mtu apite, yani kila mtu afanye anachoweza kufanya, ili kila mtu awe katika. Lakini pia sheria haiwezi kulazimisha watu kuishi pamoja. Imetokea watu wameachana, na sheria imeingia, okay, tumekubaliana. Watu wamekaa huko, baada ya mwaka mmoja, huko nilipoenda huko nimemisi mwenzangu kwa kweli. Si mmoja, bwana vipi bwana, naomba nirudi mimi, tuishi yote, turudiane. Mkaongea, mkalainisha vitu. Mnarudi tena, mnahitaji tena kurudi mahakamani kusema jamani, pamoja tulivunja, tumekaa na mwenzangu tumekubaliana, tunaomba turudiane. Sheria inaweza kuingia hapo? Sasa au ni mambo ya kumaliza nyinyi wenyewe? Ni mambo ya kumaliza tu nyinyi wenyewe, kwa sababu kama mlifunga ndoa mara ya kwanza, mkaachana labda kwa talaka. Mkishaachana kwa talaka, ina maana ile ndoa imevunjwa, hakuna ndoa kati yenu. Mkitaka kurudi kwenye ile ndoa, mnafanya kama mlivyofanya mara ya kwanza, kama mlivyoifunga kwa mara ya kwanza. Yani kwa hapo hakuna anayewafunga kwamba sasa lazima urudi mahakamani kusema kwamba sisi tulifunga ndoa, tunataka kurudiana tena, hapana. Kwa sasa hapo nasema kwamba unaenda unaifufua tu. Maana ukisema ukirudi kama mara kwanza tunasema tulivunja, sasa inabidi tukalipa tena mahali. Na ndio maana nasema ni makubaliano ya hiari. Kwa kwamba mmeachana lakini mmefika tena mmekubaliana kwa hiari yenu wenyewe kwamba tunataka tufunge tena ndoa. Mnaruhusiwa, mnaweza kufunga ndoa tena. Lakini kama mlifunga ndoa mkatengana, hamkuachana kisheria, ile ndoa bado haijafa. Kwa bado nyinyi ni mke na mume. Watu wanaweza, yani bila hata kwenda popote, wanaweza kurudi tena wakaishi pamoja kama mke na mume. Kuna mtazamaji pale namuona umemwacha, yani kuna neno umetamka afu kama akafanya yani utofauti kati ya kutengana na kuachana ni nini? Kutengana ni inaweza kama mmetengana, labda huyu anaishi mnaishi tofauti. Huyu anaishi kwake, huyu anaishi kwake, lakini bado ni wanandoa, hamjaachana kisheria. Kuachana kisheria ni ile kufuata utaratibu mzima wa talaka. Kufuata zile ngazi ambazo zinatakiwa kufuata kwa ajili ya kupata talaka. Sawa. Wakati tunapata mapumziko tuvrudi, ni kuambia moja kati ya jambo ambalo tulizungumza sana kwa kiasi chake ni kuhusu talaka. Nataka kufahamu talaka inatafsiriwa vipi katika upande wa sheria, na hii hali ikoje? Sawa. Kisheria talaka ni utaratibu mzima, yani utaratibu wa kisheria unaofuatwa ili kuvunja ndoa halali. Na ndoa halali kama tulivyoona tangu mwanzo kwamba ni ile ndoa ambayo imefungwa, yani imefuata vile vigezo vya kisheria kwamba aliyefunga ana mamlaka ya kufungisha ndoa, lakini pia wamefunga ndoa ambao watu wamefika kwenye umri ambao ni unatakiwa kisheria, lakini pia kuna mashuhuda na vigezo vile vingine vyote ambavyo vinafanya ndoa kuwa ndoa ya halali. Sasa talaka kisheria ndio ule utaratibu mzima sasa kwamba sasa tumefarakana, tunataka kuachana. Tunafanyaje?
ili kupata talaka, na mtu yoyote anaweza kwenda kuomba talaka, iwe ni mwanamke ni mwanamume. Jamii yetu ina notion kwamba anayeweza kuenda kuomba talaka ni mwanaume peke yake. Lakini kiukweli ni kwamba hata mwanamke pia anaweza kwenda kuomba talaka. Talaka inaombwa au inaandikwa? Hapo kuna talaka inaombwa. Inaombwa. Kwa sababu yale ni maombi tunapeleka mahakamani. Kwa hiyo maana yake kwamba mimi nimegombana na mwenzangu, nimeamka tu asubuhi, chukua karatasi, bwana wewe jikate. Sawa. Hakuna aga hiyo. Hiyo hakuna. Utaratibu wa talaka kwanza lazima tuanzie kwenye baraza la kata kwa ajili ya usuluhishi wa ndoa. Kama kuna mafarakano wanaenda pale kwenye baraza la kata kwa ajili ya usuluhishi, sio kuvunja ndoa, wanaenda kwa ajili ya usuluhishi kwanza. Tukae. Kwa wewe kama umekuja na idea yako ya kuvunja, tunaanza swala zima tunakusuluhisha kwanza. Kwamba kaa hapo, mwenzio akae hapo, tuongee nini shida? Nini kinataka kuvunja hii ndoa yenu? Labda huyu mwenzangu ameshapata mwanamke mwingine msaliti, labda tumetengana labda kwa miaka zaidi ya 2, yani manyanyaso, ananipiga na nini kwa sababu mbalimbali. Kwa hiyo watakaa, watasuluhishwa. Usuluhishi ukishindikana, watapewa fomu namba 3 kwa ajili sasa ya kwenda mahakamani. Yule ambaye ameenda kuomba sasa kwamba mimi nataka talaka kwa sababu ya hizi na hizi. Kwa hiyo atapewa fomu namba 3 kwa ajili ya kwenda mahakamani. Na mahakama ambayo tunaweza kwenda kwa ajili ya kufungua mashauri ya ndoa ni mahakama ya mwanzo au mahakama ya wilaya. Ataenda mahakamani na maombi yake kwamba nimekuja kuomba kuvunja ndoa kwa sababu hizi na hizi na hizi. Mahakama itakaa, itawasikiliza pande zote mbili, kila mtu atajitetea kwamba mimi nataka kuvunja ndoa kwa sababu hii, na mwanaume naye atasema na mimi kwa kweli sijaridhia kuvunjika kwa ndoa hii, au nimeridhia ndoa hii ivunjike kwa sababu hizo kweli zipo. Kwa hiyo ndoa ile watasikiliza ile shauri, litasikilizwa, mwisho wa siku itafika maamuzi. Na kwenye shauri la talaka kikubwa tunaangalia mambo makubwa matatu. Kwanza, kama ndoa imevunjika pasipo kurekebishika, lakini pia tunaangalia kama kulikuwa kuna chumo la pamoja ambazo ndio hizi mali za pamoja, mgawanyo wa mali za pamoja. Lakini pia tunaangalia matunzo ya watoto, kama hawa wanandoa walipata watoto, hawa watoto baada ya kuvunjika kwa ile ndoa, watoto watakaa na nani? Watatunzwa na nani? Hivyo ndio vitu vikubwa vinaangaliwa kwenye talaka, na hiyo ndo maana ya talaka na utaratibu wake. Okay. Wakati hili linaendelea kuhusu swala zima la taratibu wa talaka, najaribu kuzungumza haya ambayo tunasikia huko katika jamii. Na mtu anasema bwana, hamwezi kuachana bila kuwa na talaka 3. Sheria pia inatambua talaka 3 au talaka ni moja tu, maandishi ni yale au nini maana ya talaka 3? Au iko kwenye dini zaidi, haiko kwenye sheria hizi zaidi za kiserikali? Talaka 3 iko kidini zaidi. Sheria inatambua talaka moja tu. Talaka moja tu. Ndio maana ndoa inawezekana ilifungwa Kiislamu, walifunga ndoa Kiislamu, mwanaume akampa mwanamke talaka ya kwanza, ya pili, ya 3, lakini kisheria huyu mwanamke anatakiwa kwenda mahakamani, au kama ni mwanaume anatakiwa kufika mahakamani. Yaani na sheria inatambua pia kwamba kuna dini pia. Kwa hiyo talaka 3 ipo kidini zaidi, lakini kisheria talaka ni talaka. Imetokea kwenye mahusiano hayo, kwenye ndoa wawili wameshindwa kuelewana na wameshindwa kukaa pamoja, kila mmoja anataka aendelee na maisha yake. Kuna njia mbili. Inawezekana wamekubaliana, bwana sawa, tumekubaliana jambo, hakuna kupeleka mahakamani, hakuna kupeleka kisheria. Wewe pita kushoto, mimi pita kulia. Hiyo ni la kwanza. Kwanza linakubalika. Kwa bwana, tunaita mjini wanasema kwamba tusifike mbali, mambo yasiwe mengi. Wewe pita kushoto, mimi nipite kulia. Bila kwenda kokote, labda tu ndugu au nini wafahamu vitu vya namna hiyo. Au nao wanaenda kuja kufahamu baadaye, baada ya kuona, kwa sababu mambo ya watu wawili, baadaye tu kuna vitu vitaonekana, wewe vipi, mbona namna gani hapa? Umeona hii kwanza inakubalika kimya kimya, au ni lazima kwamba bwana imeshindikana, lazima mkatoe taarifa kama vile ambavyo mliungana pamoja mkatoa taarifa na mkasaini mbele ya watu? Sawa, kisheria kama mlivyoungana, mkitaka kuachana lazima pia utaratibu wa kuvunja ndoa na wenyewe ufuatwe.
usipofuata huo utaratibu ina maana ile ndoa haijavunjika. Tunasema kwa mfano labda mmefunga ndoa, mmekaa miaka 2, miaka 3. Mmeshachokana, mmekubaliana wenyewe kwamba wewe pita hivi. Lakini mlifunga ndoa either ni ya Kikristo, either ni ya Kiislamu, ndoa ya kiserikali au ya kimila. Mwisho wa siku lazima muachane kwa utaratibu. Unapoachana kimya kimya, huyu akaenda kivyake na mwanaume naye akaenda kivyake, mwisho wa siku mmoja huyu akitaka kwenda kufunga ndoa nyingine, hii ndoa ya kwanza inamfunga. Umenielewa? Yaani kwa hiyo kwa chochote utakachokifanya, hii ndoa ya kwanza inakufunga. Yaani yaani bado unatambulika kisheria kwamba hapa kuna ndoa. Sasa tumekubaliana sisi kila mtu apite kushoto. Sawa? Wenyewe. Umenielewa? Hatujafika huko katika mahakama. Unaenda kuolewa au unaenda kuoa. Kule tunakwenda kuandikisha. Napo sio unatuuliza, bwana hii ni ya ngapi, ya kwanza, ya pili au ya tatu? Bwana hii ni ya pili. Ya kwanza ilikuwaje? Ya kwanza tulivunja wenyewe, tukakubaliana wenyewe, kila mtu akapita kushoto kulia. Sheria inamkataza huyo ambaye anataka kutuandikisha asituandikishe kwa sababu hii ya kwanza tulikubaliana kila mmoja apite kushoto au kulia. Anaruhusiwa kuzuia. Akiamua, au ni sheria ndio inamlazimisha, bwana lazima kuwe na karatasi ya kuonyesha kwamba, au taarifa ya kuonyesha kwamba hawa kweli wameachana. Sio kwamba wamekubaliana kimoyo moyo. Yaani hata kama hakuna kifungu specific kinachomwambia kwamba lazima watu hawa wawili kama kuna mmoja alikuwa na ndoa na haijavunjika, lazima usifungishe hiyo ndoa. Kuna vile vigezo vya ndoa, yani lazima hiyo ni watu, yani ndio maana tukaongea kuhusu dhana ya ndoa. Kwamba kama kuna ndoa nyingine huko nyuma hii haikuvunjika, unafungishaje ndoa wakati huu bado ni mwanandoa? Na kwa mfano sasa ndio mtu anaenda kufunga ndoa, anataka kufunga ndoa ya pili. Ile ndoa ya kwanza haikuvunjika na ilikuwa ni ndoa ya Kikristo. Ndoa ya Kikristo ambayo inatambua ndoa ya mke mmoja na mume mmoja. Kisheria akifungisha hii ndoa nyingine ya pili, si ndoa, hii ndoa ni batili. Kajifurahisha. Umejifurahisha, yani mmefanya tu mchezo wa kuigiza. Okay. Kwa hiyo kisheria hana mamlaka ya kufungisha ndoa kama ndoa hii nyingine bado inasimama. Kwa hiyo kwa maana hiyo, maana yake kwamba chochote ambacho kinatokea, ili mkitaka kwamba kukimaliza kipeleke kisheria ili kishe kisheria. Hii pia ya namna hii, nataka kuuliza swali ambayo inawezekana ikawa kisheria au katika hali nyingine ya kawaida katika maisha halisi ya kawaida kila siku. Hii pia nayo inasaidia kwa kiasi gani kuondoa visasi au vile vitu vingine ambavyo vinaweza vikajificha vikaja kuibuka baadaye? Hii ya kuachana mahakamani. Utaratibu wa kisheria ni kufuata utaratibu wa kisheria ule wa kuachana mahakamani. Unasaidia kwa sababu mnapoenda kuachana kwa utaratibu ulio wa kisheria, utaratibu mzuri, ina maana kila mtu anaondoka akijua kwamba kwenye hii ndoa, kama tulikuwa nimepata kama ni nyumba, tumegawana na kila mtu amepata kinachostahili. Kwa sababu pia katika kisheria kwamba uamuzi ukitoka wa talaka, kama kuna mtu hajaridhika, anao uhuru au anayo haki ya kwenda kukata rufaa kwenye mahakama ya juu. Kwamba mimi sijaridhika kwa sababu hapa kwenye hii ndoa kulikuwa kuna mali hii na mali hii na mali hii. Mgawanyo uliofanyika, mimi sijapata haki yangu, mchango niliotoa ni mkubwa kulingana, yani tofauti na vile ambavyo nimepewa. Kwa hiyo anaweza kwenda kukata rufaa. Na ndio maana mteja anapokuja kusema kwamba nataka kuvunja ndoa, unapomuuliza mlipata mali, labda mlipata nyumba, hii nyumba mliipataje? Atasema tulinunua kiwanja. Mliponunua kiwanja, mkataba wa mauziano uko wapi? Atakwambia mkataba huwa hapa. Tulinunua labda mimi na mume wangu, majina labda yameandikwa wote wawili. Na inaruhusiwa kuandika mkataba majina mawili kwamba wanunuzi ni mke na mume fulani na fulani. Umeona? Kwa hiyo mwisho wa siku anapoenda mahakamani atatoa ushahidi. Kila mtu atatoa ushahidi kulingana na kile ambacho anaona ni kinamlinda yeye. Kwamba kweli tulipata nyumba, mimi nilikuwa nafanya kazi sehemu fulani, mke wangu alikuwa anafanya kazi sehemu fulani, au alikuwa ni mama wa nyumbani, lakini alitoa mchango wake katika hili na hili na hili na hili. Pia anaweza kawa mke anafanya kazi, baba wa nyumbani.
Inawezekana. Sawa. Inawezekana. Ndiyo. Mwisho wa siku mahakama itagawa zile mali kulingana na mchango wa kila mtu atapata haki yake accordingly. Sasa mkifanya tu kiholela bila kufuata utaratibu, inapelekea kwanza haki ya mtu inaweza ikanyimwa. Na mtu kunyimwa haki ndio inapelekea sasa visasi. Kama mbona mimi nilifanya hivi lakini mbona sikupata haki yangu? Ndio tunakuja sasa atanikoma, nitamfanyia hivi, nitafanyia. Lakini mkifuata utaratibu, mwisho wa siku mnaachana katika mazingira ambayo kila mtu haki yake anakuwa amefanyaje? Ameipata. Ni jicho letu kutoka Sky TV, na kubwa zaidi nagusia kuhusu sheria ya ndoa ikoje na nini kinachotakiwa kuweza kufanyika. Ni elimu ambayo tunaendelea kuweza kuitoa, matatizo ambayo yapo kila siku kila kukicha. Kwa ni elimu ambayo inaendelea kuweza kutolewa kuona namna ambavyo unaweza ukaondokana vipi na matatizo ya namna hii, na kama na kukuta utaweza kukabiliana nayo vipi ili kuendelea kubaki kuwa salama zaidi sana. Ndoa nyingi zinavunjika. Kwenye sheria huko mnaweza mkajua ni sababu zipi ambazo zinaweza kuwa zinachangia zaidi, kwa sababu tunaona kila kitu tunakisukumizia kwenye sheria huko mmekuja mnatuamulia. Ndio. Mnaweza mkajua kwamba tatizo ni nini na labda nini kinaweza kufanyika ili kuweza kusaidia kupunguza hili, au bado hili jambo linabaki kuwa ni la wahusika binafsi tu, sheria kama haiwahusu hivi mpaka mpate shida ndio sheria huyo anatokea. Umenikumbusha kuna wakati fulani nilihudhuria maadhimisho, sikumbuki ni maadhimisho ilikuwa ni maadhimisho ya nini, lakini kauli mbiu ya yale maadhimisho ilikuwa inasema tukubali tofauti zetu ili kujenga, kulinda familia na maslahi ya watoto. Sasa sababu kubwa inayofanya ndoa nyingi kuvunjika kwanza ni kutofautiana, yani watu wamefika mahali wametofautiana, upendo umeisha. Yani hiyo ndo sababu kubwa. Watu wamefika mahali wameshindwa kukubali tofauti. Kwa sababu tukubali tukatae, tunapokuwa wawili lazima kila mtu ametoka kwenye mazingira ya tofauti, malezi ya tofauti. Mimi nimekaa kwa wazazi wangu miaka 20. Nimekutana na mume kaka kwa wazazi wake, au amekaa kwa wazazi wake muda fulani akatoka hapo akaenda akakaa mwenyewe. Kwa hiyo lazima kuna vitu tutofautiana. Na ndio maana nasema ni makubaliano. Unakubali, unafika mahali unakubali tofauti za mwenzio, maisha yanafanyaje? Yanaenda. Kwa zile ambazo unazijua kwa wakati huo. Maana tofauti nyingine unakuja kujua ndani. Tofauti unakuja kuziona ndani. Huwezi kuziona zote. Sasa na hiyo pia ni changamoto pia inayofanya ndoa nyingi zinavunjika. Kwamba kuna vitu mtu alikuwa hajui kabla ya ndoa. Ila ameingia ndani ya ndoa, amekuja amegundua kwamba kuna 1, 2, 3, 4 ambapo anaona katika hali ya kawaida siwezi kuvivumilia. Kwa hiyo mwisho wa siku anaona hapana, mimi hapa siwezi kufanyaje? Siwezi kukaa. Kwa hiyo mwisho wa siku ndoa inafanyaje? Inavunjika. Lakini kikubwa ni kuto kukubali zile tofauti, lakini pia upendo kupungua, manyanyaso. Sasa pia manyanyaso pia ni yenyewe sababu kubwa, ukatili. Unakuta mtu anapigwa kupitiliza hivyo, yani Lili, hapo katika ukatili wakati tunaelekea ukingoni. Kwenye sheria ya ndoa maana ukisema ukatili unajua kuna vitu vingi hapo na maisha kadri yanavyoendelea kubadilika, ukatili nao unakuwa unabadilika. Unakuja katika njia tofauti zaidi. Sheria ya ndoa inatambua ukatili wa aina gani na hali halisi jinsi ilivyo, kuna ukatili wa aina gani. Kwa mfano kama ulivyosema kupigwa, kupigana, lugha zisizofaa, magomvi, hizo zote ni sehemu za ukatili, si ndio? Lakini kuna mwingine apigwi hiyo kwa ngumi au kwa nini, lakini labda kuna baadhi ya vitu anazuiwa wasifanye, anakatazwa wasifanye. Na ukiangalia kwamba labda ni sehemu yake ya maisha tu ya kila siku, kwa sababu unasema kwamba katika ndoa mnapokuwa wawili uaminifu ndio kila kitu, na wanasema kwamba huwezi kumlinda mwanadamu ni kweli. Wakati wewe unalinda kushoto, mwenzako katokea kulia. Anatoka kulia. Kwa inabidi ukabidhi tu kwa Mungu uache kama ilivyo. Ni kweli. Sawa. Kuna ukatili mwingine ambao sheria inautambua, mbali ya kupigwa, mbali ya kunini, kwa sababu mtu anaweza kafika kwa sehemu zenu zile za sheria kule,
mtu anakuja kwa kosa hilo hilo na kesi hiyo hiyo, lakini unapigwa hapa na sipigwa, kila kitu kinaenda vizuri sasa mimi ukati yao nifanyia ni kwamba kiasi kwa nishika simu yangu sione nimekaa nimeongea na mtu tayari kelele. Sijui kama umeelewa swali langu. Nimekuelewa. Kuna aina nyingine ya ukatili ambao sheria inatambua, au ndio ile tunasema kwamba ni hekima ya sheria na hekima ya mahakama katika ukatili huu? Busara ya mahakama. Katika sheria ya ndoa inatambua ukatili wa kupiga. Kuna kifungu kinachosema kwamba mume haruhusiwi kumpiga mke. Yes, ingawa pia katika kifungu hicho Twende taratibu. Mambo ya taratibu hapo nataka kupita. Niongee kwenye hiyo. Sheria inasema mume haruhusiwi kumpiga mke. Si ndio? Lakini mke haruhusiwi kumpiga mume. Kwa nini nasema hivyo? Tunashuhudia atokea. Na ndio nasema niruhusu niongee. Okay. Katika kifungu hicho ndio maana tunasema kuna mabadiliko yanaendelea. Kunatakiwa kuwe kuna mabadiliko. Kifungu hicho kinatamka yaani kumpiga mwenza kama sababu ya kuomba talaka, kama sababu ya mtu ambaye amepitia kitendo hicho kwenda kushtaki mahakamani. Lakini kifungu hicho hakitamki adhabu. Kama huyu mtu akifanya hicho kitu adhabu yake. Ndio maana nikwambia hapo niache niongee kwamba yaani sheria inaendelea kupitia mabadiliko kila itwapo leo. Sawa. Tunaelekea ukingoni kabisa mwa jicho letu, sheria ya ndoa hii, na niko na afisa sheria kutoka Taula, Bi Sala Mazege. Neno lako zuri kwa jamii ni lipi ambao unaweza kuiambia jamii kwa dakika hii moja iliyobaki? Kwanza tuwe wepesi kufanya kusoma, kuji update na vitu vya kila siku. Kwa sababu hizi sheria zipo na zinapatikana kwenye mitandao. Kwa hiyo tuwe wepesi wa kusoma, kwa sababu kutokujua sheria sio utetezi. Mwisho wa siku unaweza ukapitia changamoto ukasema mimi nilikuwa sijui, ikawa sio sababu. Na pale ambapo unapitia changamoto ni vizuri kufika kwenye vyombo ambavyo vinaweza kutoa msaada. Kwa mfano, sisi ofisi ya Chama cha Wanasheria Wanawake Tanzania tunatoa msaada wa kisheria. Tunapatikana Dodoma, tunapatikana Dar es Salaam, tunapatikana Mwanza, Tanga, Arusha, Mbeya. Ofisi zetu ziko kote huko. Lakini pia tuna namba za simu ambazo mtu unaweza kupiga ukapata msaada. Kwa hiyo kama mtu unapitia changamoto, kuliko kujifungia ndani kusema kwamba sasa mimi sijui nifanyeje, kuna mahali unaweza kupata msaada. Kwa mfano dawati, kwenye kila kituo cha polisi kuna madawati ya jinsia. Unaweza kwenda kuomba msaada pale na ukapokea msaada wako vizuri, ukasaidika. Kwa hiyo tusikae kimya, tusijifungie ndani kusema kwamba kwa sababu ni kabila fulani huwa wanapiga sana, acha tu anipige. Kwanza nilimkosea mimi, hapana. Ni upendo. Usipopigwa upendwi, sio sawa. Kwa hiyo kama mtu anapitia changamoto ni vizuri kufika kwenye mahali sahihi kwa ajili ya kupata msaada ili usaidike, uvuke hapo. Kwa sababu watu wengi tumeona mtu anakaa kimya anasema amenipiga tu kidogo. Leo atakupiga, kesho atachukua mwiko, kesho kutu atachukua panga. Tunaona kesi nyingi watu wanakufa, watu wanafanyaje. Kwa hiyo ni vizuri kuwa open, tafuta msaada. Sawa. Salama Zege. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Nashukuru sana. Naamini kwamba kuna vingi vya kuzungumza lakini muda uko sio rafiki. Sheria ni kubwa na naamini kadri tutakapopata muda wa kuzungumza nawe tena, ukija labda utatuambia pia maboresho gani yamefanyika na hali ikoje. Mtazamaji, unao nafasi pia kutufuatilia kwenye YouTube, Instagram na Facebook, andika Sky International TV. Nikushukuru kutoka katika jicho letu. Asante sana Side Boy pamoja na Ken, wao wamesababisha shughuli iendelee kuwa poa sana. Pia nimshukuru Sala Mazege kwa kukubali muda wake kuja kutupa elimu hii. Nikushukuru na wewe pia mtazamaji wa Sky TV kwa kutupa nafasi ya kutusikiliza kile ambacho tunakuletea. Naendelea kuweza kutufuatilia. Maliango Mgeta ndo jina langu. Naendelea kutazama Sky TV.
Sky TV.